Tunauangazia uhaini ndani ya nchi zetu, nchi jinsi ilivyo kwa sasa hivi na matukio yanayoendelea katika taifa letu, ambapo tumejikuta tumo kwa uwezo na nguvu za Mungu. Tunauangazia uhaini. Ni nani wanafanya uhaini ndani ya nchi zetu? Na nini maana ya uhaini halisia jinsi ilivyo katika gombo la Mungu? Ukiwa unaua mtu, ukiwa mnateka watu, wewe unafanya uhaini ndani ya nchi. Ukiwa unasaini mikataba mibovu ndani ya nchi, wewe unafanya uhaini ndani ya nchi. Unateka watu, unafanya uhaini. Ikiwa wanaotetea haki ndani ya nchi unawashikilia, wewe unafanya uhaini ndani ya nchi. Ikiwa mtu anatetea nchi yake kutoka mikononi mwa udhalimu, unamshikilia, unamshtaki, huyo mtu unamfanyia uhaini. Huyo mtu unamfanyia uhaini. Unalipa mabaya kwa wema, huo unamfanyia uhaini. Kwa hiyo unafanya uhaini, alafu unajitoa kwamba wewe haupo sehemu ya kufanya uhaini, alafu wewe ndio unaofanya huo uhaini. Ikiwa unateka watu unawaua, huo ni uhaini unaofanya ndani ya nchi. Tangaza kitabu cha Makabayo wa kwanza sura ya 16 mstari wa 16 mpaka 17. Simeoni na wanawe walipokwisha kunywa sana, Tolemayo na watu wake wakaondoka wakashika silaha zao, wakamshambulia Simeoni katika chumba cha karamu, wakamuua pamoja na wanawe wawili na watumishi wake wengine. Hivyo alitenda jambo la uhaini kabisa, akirudisha mabaya kwa mema. Hivyo alitenda jambo la uhaini kabisa, akirudisha mabaya kwa mema. Tunauona uhaini katika gombo la Bwana. Kitabu cha Makabayo wa kwanza sura ya 16 mstari wa 17. Mtu akiwa anatetea nchi yake unamwarathi na kumshikilia na kumsingizia uhaini, wewe ndo unayekuwa unamfanyia uhaini. Ila yeye yupo katika kuitetea nchi yake na kuwatetea watu katika mustakabali wa maisha mwanadamu impasavyo kuenenda hapa duniani.